Ukiangalia Singida tofauti yake na Azam mpaka hivi sasa ni alama 4. Licha kwamba Azam amebakisha mchezo mmoja na Singida amebakisha michezo miwili. Maana Azam ameshacheza mechi 28. Azam michezo 28, kabakiza miwili kwa Singida mitatu, sio? Singida alicheza michezo 27. Singida mitatu, Azam miwili. Kwa hiyo na tofauti yao ni alama 4. Kwa kama Singida anashinda mechi yake inabaki kuwa tofauti ya alama 1 yeye na Azam. Kwa hizo mechi mbili zilizobaki wataangalia na kwa namna gani. Kwa hiyo possibility yao ya kuvuka nafasi ya 4 kwenda nafasi ya 3 ipo kwa utofauti wa alama na michezo ambayo imebaki. Lakini inabaki pale pale. Huu mchezo una maana zaidi kwa Simba tofauti na Singida. Kwa Simba ni mchezo ambao wenye maana kubwa sana. Tofauti na kuchukua alama 3 inawezekana habari ya wao kuwa bingwa tayari ishakuwa rehani kwao. Yaani hakuna option hapo. Ni washinde tu, sio sare wala sio kupoteza. Matokeo yote kwa Simba tofauti na ushindi dhidi ya Singida, tayari wao story ya kwenda kuwa mabingwa inawezekana ikawa ishaingia dosari hapo. Kuna doa ambalo litakuwa limeingia. Kwa Singida nafikiri wao itakuwa ni kupambania klabu yao, na of course ushakuwa professional na club ambayo ni ipo kwenye ligi, hautegemei wachezaji kuingia pale alafu akasema sisi tunaacha kukipambania. Lazima wataenda kupambana pale, na hasa ukijua hali ya hewa ambayo ipo kutoka kwa pande hizi mbili, Singida na Simba. Hakuna mechi ambayo Singida ataenda kucheza na Simba alafu awe amerelax. Lazima tu kuna ugumu ambao atauweka, na ndio maana hata mechi yao ya kwanza kwa upande wa Singida ilikuwa inaonekana ni kama wamechukulia two person. Yaani ilikuwa inaonekana ni zaidi ya pale uwanjani kinachogombaniwa. Nguvu kubwa sana ilitumika. Yes, kuna nguvu kubwa sana ambayo ilikuwa inaonekana pale. Hadi kwa wachezaji nafikiri iliwaingia. Kwa hiyo nategemea hicho kitu kikaendelea kuonekana kwenye hii mechi. Na hasa ukijua kwamba Simba ana ulazima wa kuchukua alama 3 ili kujiweka kwenye nafasi ya wao kuwa mabingwa kwenye huu msimu. Na Singida atakuwa anaona hii ni nafasi ambayo anaweza akafanya kitu labda cha kumtibulia Simba hayo malengo yake. Nafikiri wasiwasi kidogo kwangu kwa Singida ni kwamba wamekaa muda mrefu bila kucheza mechi yote ya kimashindano. Ni zaidi ya mwezi wamekaa. Maana mara ya mwisho kucheza mechi ya kimashindano ilikuwa ni April 19. Mechi inaenda kuchezwa tarehe 28, sio? Yeah. Kwa hiyo kuna muda mwezi na zaidi na kama siku 10. Unafuatilia nione kama walishafanikiwa kucheza labda mechi ya kirafiki hapo katikati. Pengine inaweza ka-add kitu. No. Really? Ni ya kimashindano ndio kuna value pale tunaipata. Yeah, kwa Singida nafikiri bahati mbaya yao ni hiyo kwamba wamekaa muda mrefu sana hawajacheza mechi yote ya kimashindano. Kwa hiyo wachezaji inawezekana ile match fitness, ile kuwa fit kwa ajili ya mechi kama hizi zenye level kama hii kidogo, inawezekana wakahitaji time kubwa ili kuingia mchezoni. Alafu bahati nzuri kwa upande wa Simba ambayo watu wanaweza kaona kama ni mbaya kwamba Simba juzi tu hapa ametoka kucheza mechi ambayo ni ya kimashindano tena ambayo ilimfanya atumie intensity kubwa. Kwa wachezaji wake bado wapo kwenye rhythm. Wapo kwenye ile hali bado ya kushindana. Hawaja relax kabisa. Kwa Singida wamekaa muda mrefu hawajacheza mechi yoyote alafu wenzao wapo tayari kimashindano. Kwa hiyo kwangu hiyo naona ni advantage kwa Simba kuliko kwa Simba. Hivi pamoja na kwamba tunaweza kusema ndio wachezaji wa Simba hawaja relax, lakini tumeona wamekuwa kwenye mashindano haya na walikuwa kwenye vibarua vingine huko nyuma George Mbangili. Hii haiwezi kuathiri kwa namna moja ama nyingine, au tunatumia ule useme kusema kwamba Fadlu Davis ana kikosi kipana, tampanga yoyote na yoyote atapambana katika hili. Nafikiri kabla ya kuelekea kucheza na Berkane hapa katikati walicheza kama mechi 4 hivi mfululizo ambazo Fadlu alikuwa anafanya sana rotation ya wachezaji. Nafikiri kwa hali ya kawaida pengine wangetamani baada ya ilikuwa Jumapili, yes. Yeah. Jumatatu, Jumanne kwa hali ya kawaida pengine wangetamani mechi yao ya ligi labda wacheza Alhamisi ama labda Ijumaa, yani at least kwe na gap lingine hapa ya kurecover, kwa sababu kama ni Jumapili manake kuna Jumatatu na Jumanne afa wanacheza Jumatano, si ndio? Excuse me. Kwa manake wanakosa hata ule muda wa kufanya tactical work katika uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo itakuwa ni kurecover
alafu pia kuangalia kama tactical work, basi itakuwa labda kwenye video analysis, kuangalia nini ambacho anaenda kukifanya. Wamekosa wa muda. Nafikiri mtu anaweza akasema ndio ilivyo bwana, inabidi kwa sababu nini, walikuwa mtu unapata muda wa kujiandaa kucheza mechi za kimataifa. Yes, true. Una kikosi cha wachezaji zaidi ya 25, ndio kweli, haipingiki. Lakini ukweli hata wewe unasema hivyo, unatamani timu yako ukiiona uwanjani iwe na wale best players wake uwanjani. Kwa hata kwa Simba, kwa bahati mbaya ndo ratiba ishapangwa hivyo. Hakuna namna, itabidi wacheze hiyo game kwa sababu hakuna muda mwingine. Yaani kiukweli mtu yoyote hapa mwingine anaweza labda asielewe tu, lakini mimi nakuhakikishia hakuna training session hapa. Nothing. Yaani unafanyaje? Umecheza mechi Jumapili, una mechi Jumatano. Wale wachezaji lazima warecover. Lazima warecover. Yaani unafanyaje? Vinginevyo unamuumiza mchezaji. Kwa lazima wapate muda wa kurecover, which is Jumatatu. Ambayo imeshapita, leo ni Jumanne. Nao wana hii Jumanne. Na tukumbuke walikuwa Zanzibar. Yes, hii Jumanne labda tu kocha lazimisha, lakini kiukweli inaweza ikawa tu ni video analysis. Kivyovyote Fadlu hawezi kubadilisha kikosi, pengine nimeshasema hapa ni mchezo muhimu sana kwao, ndio nakuelewa. Lakini kuna kimataifa na kuna huku. Kuna nafasi ambazo pengine anaweza kidogo kabadilisha baadhi ya wachezaji. Leo aanze huyu lakini huyu, lakini tunaongelea anacheza na Singida. Bila kukosea heshima, sio anacheza na Ken Gold. Kwa mfano angekuwa anacheza Ken Gold angekuwa na uwanja mkubwa sana wa kubadilisha kikosi chake. Lakini wanacheza na Singida ambao wana wachezaji wengi ambao is very good. Ukifanya masiara wanakunyoa. Kwa hiyo maana yake hata kama kubadilisha inawezekana labda akasema badala ya Mkwa labda nianze na Ateba. Labda kama I don't know kuhusu Hamza kama yuko fit au vipi. Kama yuko fit anaweza akasema labda hata kama yani sio mechi tena ya kusema kwa jinsi squeeze anavyocheza, uwezo ukasema ni mechi ya kusema Shamu pumzika. You need your best players uwanjani. Uwezo ukasema bwana Kijili itabidi uanze badala ya Kapombe. No chance. Yani itabidi tu Kapombe inabidi atu. Kwa kuna nafasi tu kadhaa labda. Wapi sasa tupaguse? Kwa Ngoma? Unless aseme labda mechi au asubiri aanze labda Kibu Mutale pamoja na Mpanzu maybe. Iwe hivyo. And then kwa ile sent katikati ya kiwanja nani unatakiwa kumpumzisha katika mechi ya magnitude kama hii? Kwa unaona ugumu wake, yani kidogo unawataje ni wale leo wanarudia ambao tumeona pia juzi. Yes, ni kwa sababu hawa wengine ambao wanakuwa wanacheza wametumika katika hizi, kwa mfano hizi mechi 4 zilizopita. Simba hajacheza hata na mmoja ambaye yuko kwenye top 5. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwake hata kusema kurotate. Ndio maana kuna mechi ulikuwa unamuona Kagoma alienda kuzima center back. Alianza dhidi ya JKT nafikiri. Alienda kuzima kwenye center back ili wengine pia mabeki wengine pia wapumzike. Kwa hiyo unaona ugumu huo upo. Ni vile tu itokee Fadlu aseme unajua nini? I trust you. Deborah Fernandez nenda kaanze hiyo mechi. Anza hiyo mechi. Hakuna namna, inabidi aanze hiyo mechi. Lakini vinginevyo Mr. Shangani kiona nani anapiki best 11 yake. Kulingana labda kwa sababu atakuwa amekaa na jopo la madaktari na mafizio bwana, mnaonaje wachezaji? Kuna mchezaji yote ambaye anakaribia red zone hapa kwamba huyu bwana akicheza hii mechi ujue tunampoteza mazimu. Akiona kwamba wengine okay good to go, anaweza kachagua ile best ile 11 ambayo alicheza mechi ya mkondo wa pili dhidi ya Berkane. Haijalishi mmetumika kiasi gani, kazi. Nenda mkacheze wote mkacheze, kwa sababu uzuri pia Kibu kidogo pia alipata chumba cha kupumua kwa sababu hiyo mechi afikia aliingia dakika ngapi ya 70 sijui. Kwa at least yeye unaweza kusema bwana of course Kibu unaweza ukaanza labda akaanza na Mutale Mpanzo aingie kipindi cha pili, lakini uambie mashabiki jamani Mpanzo hataanza mechi, mwingine atakwambia tunataka aanze. Lakini binadamu yule inawezekana labda kuna ripoti bwana kucheza back to back unajua huyo. Kwa lazima pia tuangalie pia usalama wa mchezaji. Nafikiri hiyo ndo kuna faida na hasara zake. Yaani faida ni kwamba ukimaliza nafasi za juu unacheza michuano ya kimataifa. Hasara yake ndio hiyo, ratiba inakuwa inabana mno. Unajua Simba mechi ya mwisho kwenye ligi alicheza Mei 11 na KMC. Alafu akakaa siku 6 sio? Ndio akaja akacheza na tarehe 17. Akaja akacheza na Berkane. Alafu akakaa tena wiki tena. Ndio akaja akacheza na Berkane. Alafu saizi ndio inakuja
mechi ya Singida. Unajua issue ukipima hapo unaweza ukasema wanatakiwa wawe fine kwa sababu walipata wiki kabla ya mkondo wa kwanza, wakapata wiki kabla ya mechi ya mkondo wa pili. Kwa hiyo kwa hali ya kawaida mechi zao zote tatu za mwisho zimetofautiana na at least siku 6. Lakini hapo kuna safari Nasir alifanya. No, yes, okay. Mfano safari ambayo walienda Morocco walienda na direct flight. Yes. Ndio maana semaje? Kuna hizo siku 6 kabla mkondo wa kwanza, alafu kuna siku zingine tena 6 kabla mkondo wa pili, si ndio? Lakini rewind nyuma kulikuwa na mechi kama 4 hivi back to back ambazo siamini kama walikuwa na siku 5 kutoka mechi moja mpaka kwenda mechi nyingine. Siku 2. Umeona siku 2 siku 3 zilikuwa zinapishana. And then wametoka kucheza Jumapili, wana Jumatatu na Jumanne. Kwa ukipiga Jumatatu hapo sasa umeshaona. Kwa hiyo ndio maana nasema kuna faida na hasara yake. Yaani Simba walikuwa wanajua hili. Timu yoyote, sio tu Simba by the way, timu yoyote ile duniani inayocheza mashindano ya ziada ya kimataifa, hiki lazima ndio wanachukutana nacho. Nilikuwa unakumbuka Carlo Ancelotti alikuwa analalamika, alikuwa anasema si hatutocheza mechi nyingine. Yaani ni kama vile alikuwa anaona why yani tunacheza hapa back to back games zinakuja. Ndio maana yake hiyo. Yaani utakutana, yani lazima tu utakutana nayo. Ukishapata fursa ya kucheza mashindano ya kimataifa, kuna mahala tu utakutana na ratiba ambayo imefinya. Na hapo tumkumbushe Nasir Al-Fandi, kabla ya hapo tutambua kwamba kwenye ligi walikuwa pia wanacheza back to back wakihitaji hayo matokeo kwa upande wa ligi. Ninachokiona kwa Simba, hii ratiba yao iliyopita sidhani kama ni finyu sana. Sema ya mechi za kimataifa. Na yani kwenye hizi mechi 3 zilizopita, si 2 hizo za kimataifa, kwa sababu kwenye ligi si umesema mwenyewe hapa walikuwa tofautiana siku 2 kabla tofautiana siku 2. Sasa mimi nimeichukua hii ya mwisho ambayo walicheza na KMC kabla ya kuja kwenye nini ya ligi. Maana mechi ya mwisho ya ligi kuja kwenye mechi ya Berkane ambayo ni ya Morocco ilikuwa na tofauti ya siku 6. Kwa hiyo walipata muda wa kupumzika kuface michezo miwili ya finali ambayo yote miwili pia wamepata time ya kupumzika. Kwa hiyo sidhani kama ilikuwa ni ratiba ambayo ni finyu sana kama unapata at least siku 6 kila baada ya mchezo mmoja kwenye ratiba ya michezo 3 iliyopita. Kidogo inakuwa sio ratiba ngumu sana. Na hapo pia hata mtu anaposema kulikuwa kuna safari, hapakuwa na safari ambayo ilikuwa ni ya kuunga, ni safari ambayo ilikuwa ni direct. Unatoka hapa unaelekea unapoenda moja kwa moja. Kwa hiyo hapakuwa na uchovu sana wa safari. Sawa, hai tunasema tunayaua hai. Sasa tunakuja hapa kwenye hiki kigongo baada ya kazi ya juzi. Nakuja changamoto mimi ambayo naiona kwa upande wa Simba ni kwamba katika mchezo wote ambao ni muhimu kwa Simba, Fadlu Davis sana luxury ya kufanya rotation ya maana. Hawezi akafanya rotation hata wachezaji 2-3. Tena kwenye baadhi ya maeneo ambayo ni ya muhimu. Na ni kwa ajili pia nimeona baadhi ya wachezaji ambao ni wa reserve wa Simba wakipewa nafasi ya kuanza kuna utofauti mkubwa sana baina ya ambaye anaanza na ambaye anatoka kwenye maeneo muhimu. Mfano Ngoma yule automatically umri umeshaenda. Kwa hiyo kuna namna ya kummanage mchezaji kama yule. Lakini ukisema umpe match after match, hata ule ufanisi wake unaupunguza. Tumeona hata kwenye baadhi ya mechi za ligi hapa wakati Simba wanacheza ile ratiba yao ambayo ilikuwa imeambatana. Kuna muda ulifika ulikuwa unamuona kabisa sasa Ngoma ameshaanza kuchoka. Hata zile pasi zake kuna muda zinapotea. Yaani unamuona hayupo pale. Kwa hiyo kuna namna ya kummanage mchezaji kama yule. Lakini kuna baadhi ya mechi ambayo Fadlu aliamua kumpumzisha na akamwanzisha Fernandez, na ukaona hiyo athari yake ya kumwacha Ngoma nje ya kikosi. Kwa mfano mechi dhidi ya Mashujaa alianza Fernandez, ukaona timu ikawa haiconnect vizuri kutoka nyuma kuelekea mbele. Kwa hiyo athari yake ya moja kwa moja walikuwa wanaiona. Na umuhimu wa Ngoma pale kwenye kosti ya Simba ni mkubwa sana. Yaani yule ndo anaifanya ile system yote ya Fadlu Davis itiki. Na hata akiwepo yule pale uwanjani kuna namna wachezaji wanakuwa comfortable zaidi kutekeleza mbinu za kiufundi kushinda akiwa hayupo. Mfano uhuru ambao wanaupata mafullback wawili wa Simba kuhama mapema kuelekea eneo la mpinzani ni kutokana na najua kwamba wanaye mtu ambaye anahakikishia mpira kuvuka nyuma kwenda mbele.